Mimi nitakapokufa na wahusieni wanangu wenye mwili wangu kisha muitie moto. Kuna zaidi ndugu zangu ya ule bwana ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea katika Sahih Muslim, katika Bani Israili, katika watu waliotangulia, anasema kulikuwepo na bwana mmoja ambaye alifanya madhambi mengi sana, madhambi tofauti tofauti, lakini katika jumla ya madhambi moja ilikuwa mbaya zaidi kuliko zingine. Huyu bwana karibia na kifo chake, alipoona sasa mimi naelekea kufa, yumo katika kitanda cha mauti, akawaita watoto wake wote, watu wameshakuwa wakubwa, ana watoto zaidi ya 10. Akawauliza watoto wake, mimi nilikuwa ni baba aina gani kwenu nyinyi? Wale watoto wakaanza kumsifu baba yao, wakasema mashallah, baba yetu ilikuwa ni mtu mzuri kwa kweli, umetulea, umetusomesha, umetulisha, umetuvisha, umetupa mahitaji yetu, umetukuza mpaka leo tumekuwa ni watu katika ardhi hii, tunaheshimika. Kwa kweli ulikuwa ni mtu mzuri. Yule baba akawaambia watoto wake, nyinyi mlikuwa hamjui kitu, kwa hivyo mimi baba yenu nawapeni wasia. Mimi naona siku zangu za kuishi duniani imeshakaribia, wakati wote naweza nikaondoka, naweza nikafariki. Mimi nitakapokufa na wahusieni wanangu, ichukueni mwili wangu huu kisha muitie moto. Kusanye mkuni uliokuwa mkubwa, muitie moto hii mwili. Mkuni uliokuwa mkubwa, muitie moto hii mwili. Ikishabakia kwamba mwili wangu imebakia kwamba ni jivu, ile jivu na mifupa iliyobakia itwangeni mpaka iwe poda, kisha mchanganye na ile jivu, alafu muigawe sehemu mbili. Sehemu moja muitupe baharini, na sehemu moja mungojee upepo mkali muipeperushe, ili Mwenyezi Mungu asiweze kunipata tena. Anawaambia watoto wake, in qudira Allahu alayya, katika riwaya in qaddara Allahu alayya law adhibani adhaban ma adhabahu ahada, lau Mwenyezi Mungu atanishika mimi, ataniadhibu adhabu ambaye hajawahi kumwadhibu kiumbe katika dunia. Ndio unaona anaelezea Abdullah ibn Abbas, anasema unajua bwana alikuwa anafanya nini ndugu yangu katika madhambi aliyofanya? Miongoni mwa madhambi mabaya aliyofanya huyu bwana, kazi yake ilikuwa ni kuuza sanda ya maiti. Hii sanda anaipata wapi hii? Wakati mtu anapofariki, anapokwenda kuzikwa, yeye anajifanya pia anakwenda kuzika, kumbe anakwenda kuangalia huyu bwana amezikwa wapi. Usiku wa manane anarudi kwenye giza, anafukua ile kaburi, anamtoa ule maiti, anamvua sanda lake, anamzika akiwa uchi. Hii sanda anakwenda kuifua, anaipiga pasi, anaipeleka sokoni, anakwenda kuuza, riski anapeleka nyumbani. Lakini hao watoto, ndugu zangu, Mtume wa sallam anasema baba yao walipofariki, baada ya siku 2 walimchukua baba yao wakamtia moto, wakaichukua ile majivu na yale poda ya mafupa ambao wameitwanga, wakaichanganya pamoja, wakaigawa sehemu 2. Sehemu moja wakaitupa baharini na sehemu moja wakaitupa kwenye upepo mkali. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu zangu, Mtume anasema Mwenyezi Mungu ilibidi aingilie kati. Unapoona Mwenyezi Mungu anaingilia kati katika maisha ya mtu, na hasa ni mtu ambaye alikuwa ni mtu asi, pata kujua Mwenyezi Mungu ameona kitu katika moyo wake kwamba kuna kweli. Mimi na wewe hatujui wakati wa kifo chetu Mungu ataingilia kati mauti yangu na yako kututetea, ama ataingilia kati kutukasirikia na kutulaani zaidi kwa sababu ya matendo ambayo tunayafanya. Mungu akaingilia kati na akaiamrisha bahari irudishe yale majivu yote ambayo ilimeza, na akaiamrisha upepo irudishe yale majivu yote ambayo ilipeperusha. Akitaamaki yule bwana amerudi, amekuwa hai, amesimama, yuko hai, anaruzukiwa kama alivyokuwa mwanzo. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye alimuumba, alikuwa hayupo kabisa, kumrudisha ndio inakuwa kazi rahisi zaidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuuliza swali moja tu. Mtume anasema Mwenyezi Mungu akamuuliza, ma hamalaka ala ma sana'at, ni kitu gani ambacho likupelekea wewe kuchukua hatua ambayo ulichukua?
akamwambia Mwenyezi Mungu, makhafatuka ya Rabbi, ni kwa sababu ya kukuogopa wewe tu Mwenyezi Mungu, si kitu kingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, fa inni qad ghafartu lak fadkhulil janna, mimi nimekusamehe, ingia peponi.